Niliishi Segerea wakati nachunga Manzese, na ikatokea kama kawaida, lazima ukifika sehemu wanajaribu kubipu, angalie kwamba ukoje, hasa ukiongea mambo ya Mungu na uwezo wake. Saa nyingine wanasema ngoja tujaribu. Basi wakajaribu. Walivyojaribu, kuna vituko vilikuwa vinatokea vingi. Kuna wakati nyumbani kwangu ndani tulikuwa tunakuta, naambiwa mimi sikuiona, nilisimuliwa nikiwa nimesafiri. Kuna siku walikuta vitu kama damu, siku nyingine pakawa na hao paka wa ajabu wanaolia, na nikajaribu tu kusema kwamba chukulieni kawaida, ni viumbe wa Mungu hao, kama tulivyozoea kusema hivyo hivyo. Lakini baadaye nikaanza kunoti kwamba hiki sio kitu cha kawaida, kwa sababu kuna vitu vinafanana fulani fulani. Sasa sera yangu, huenda na wewe ikikufaa ichukue. Nikijua shambulio lolote ni la kiroho, ndipo mimi napumzika zaidi, yaani uoga unaisha. Kwa lugha nyingine, nikijua ni kibaka yuko kwenye dirisha, nitachukua hatua za haraka zaidi kuliko nikijua ni mchawi. Kwa nini? Kibaka amekuja kwa nguvu za kimwili, lazima nimshughulikie kimwili, na huyo tunahusiana kabisa, maana binadamu wenzangu. Tuko sawa sawa? Lakini mchawi au mnyama aliyetumwa kishirikina sio kazi yangu. Haleluya! Wako ambao ni wa kiroho, viumbe wasio na mwili ambao wananilinda. Hao ndio kazi yao kushughulika na hao. Kwa baada ya kujiridhisha kwamba ni mambo ya namna hiyo, tuliendelea na maombi na kulala vizuri, mambo yakasonga mbele kabisa. Lakini tukaanza kuona kuna ndege wanakufa wa ajabu. Mara njiwa anaweza kaja mpaka hapo kwenye geti letu, akifika tu akishika kwenye geti, kama anapigwa shoti pup, anakufa. Na mara nyingi wanaona wale ambao wako, mara nyingi nilikuwa niko busy, labda kama niko ndani nasoma, si nafanya hivi, lakini wanaona wale ambao wako pale nyumbani. Unakuta binti anakusimulia, unakuta wewe anakusimulia. Siku moja ikanikuta nikiwepo mwenyewe, nimetokea makambi, nakumbuka wakati huo ndio nimefika, akaja paka akalia kilio kimoja ambacho si cha kawaida, na mwenyewe nikasikia huko nje tip. Sasa kumbe wale wa pale nyumbani wanasema bora yametokea akiwepo, asikie yeye. Asubuhi tunamkuta paka amekufa pale. Sasa jirani yetu mmoja aliyeona ile tukio ndiye anakuja kunisimulia. Sasa anakuja, bwana, nimekuja hapa tuongee vizuri. Pale nilipokuwa nakaa hawakujua sana kwamba ni mchungaji, maana nilikuwa nakaa mchanganyikeni hivi, alafu sichungi pale, nachunga kwingine. Kwa hiyo ni mbali, Segerea na Manzese, wapi na wapi. Kwa hiyo ananiona tu kama mtu fulani. Yule jamaa akaja akaniambia, naomba nikuulize, kwenu wapi? Nikamwambia, kwetu pana uhusiano gani? Si ni hapa. Sasa umetokea wapi? Nikamwambia, natoka milimani huko. Akaniambia, kweli nimeamini. Umeamini nini? Anasema, umeaga. Imekuwa kwaje? Kwa nini? Akaniambia, nimeona tukio la ajabu. Anasema, wakati napita hapa usiku, nimechelewa, nikapita hapa kwako kwenye saa 7, nilimuona paka ametoka kwa nyumba fulani. Akanionyesha na ile nyumba kabisa, ametoka hapo na speed. Anasema alipokuja hapa kwenye geti lako, akawa anajaribu kuruka, ikashindikana, akarudi nyuma, akapandia hapa kwenye fence. Anasema lakini alivyogusa pale juu, nilimuona amerushwa juu, akawa anazunguka namna hii. Nikasema hawa nao wamekutana na mchawi zaidi. Sasa hako kadawa, naomba. Nikamwambia, nitakupa kadawa kapo, ila masharti ya kadawa uje na mkeo. Haleluya. Akaja na mkeo baada ya siku kadhaa. Nikamuonyesha andiko, mnalindwa kwa nguvu za Mungu. Kwa nini?